Message gani ambazo uzipende kwa simu yako? Message gani? Message gani waga upende? Mimi mtu akinisendea message kama hii waga sipendi kwa simu yangu. Ya mbao, mtu kwa kusema akuongeleshe mbao. Nikisani kuna maneno fulani huwa unakutana na mtu hapendi labda wamuongeleshe kwenye simu. Yeah, nasi unapenda kama maneno gani? Unajua kama maneno inazidiana, maneno. Kwa mfano mdogo tu. Yeah, tunataka tujue. Unajua Yes, mabibi na mabwana wapenzi wa wasikilizaji wa vipindi vyetu kutoka Homewood TV. This is Teacher Prince. Yes, nakwambia kwa siku ya leo ni kizazi kabisa. This is Saturday, siku ambayo kila mtu anakaa kipanga anataka nini. Siku unakuta wanatayarisha ma event, unakuta watu wako wedding party, wanafanya ma event fulani. Yes, kama ulivyotuona leo watumishi sisi waandishi wa habari kutoka Homewood TV tuko tunatembea na kuongea na watu fulani. Kuna mtu kuna binti moja hivi ambaye anafanya vizuri Burundi, anaimba gospel, you understand. Sasa ana plan kufanya mkusanyiko kesho, lakini bila tunamfuata nyumbani tukamkosa. Like kwa sasa wametuambia hivi yuko wapi, anafanya nini, anafanya rehearsal, anarudi ndani atafanya nini kwa sababu kesho anataka kupata kitu kizuri kutoka music from gospel God. Yes, kwa sasa tunaelekea wapi huko? Ndugu zetu ambao mnasikiliza vipindi kutoka Homewood TV, tunaomba fika kwa sia. Yes, una kazi ya macho wapi? Yeah, ndio mko pamoja na Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Yes, kila siku kwa mnakumbuka kufanya nini baada ya kuingia tunanao kwa sababu ya kujikinga coronavirus. Is that right? Ni kila mtu yote tunapita hapa. Na ndio sababu kila siku zote sisi waandishi wa habari kutoka Homewood TV wako tunakumbusha watu kwa sababu ya kujilinda maradhi ya coronavirus. Kumbuka kila siku unaosha mikono, unakutumia sabuni. Yes, ndio sababu unaona hata kama hii ni church kutoka Eglise de Lecteur, ni Pentecost. Sometimes unakuta wametia maji ya kujikinga virusi vya coronavirus, sio ukimwi, virusi vya coronavirus. Yes, kujaribu angalia kule nyuma tuko pamoja na nani? Sijui na tuko pamoja na nani? Kama tulivyoambia mwanzo tuambie kwamba tuko tunatoka nyumbani, tunakuja kumuona mtu ambaye maarufu kabisa ambaye anafanya vizuri kwenye gospel. Yes, sijasema asalamu alaykum, nitasema Bwana Yesu asifiwe kabisa. Habari yako? Mzuri. Uko sawa? Yani hope. Kuna watu ambao wanatusikiliza huko, tunahitaji wajue ni nani, tunaongea na nani? Unaongea na NYOTA Pretty. Wanamta Nyota, unasikia? Wanasema hivi, jana namfahamu mtu, si ndio? Ujaribu kumuona kwa kweli yani ni nyota kabisa. Yes, kwa nini wazazi wamekuta nyota? Kwa sababu wameona gisi nimezaliwa niko mzuri sana. Wakapenda tu aniite tu hivyo tu Nyota. Wazazi wamemwona yani mmemzaki wa mzuri sana. Vipi kuhusu wadogo zako, makubwa zako na wadogo zako wakubwa ambao mko familia moja? Yani na wakubwa zangu, nina wadogo zangu wenye tuko familia moja. Wewe ni wangapi kutoka tumbo mamako? Mimi ni wa 6. Mtoto wa 6. Wanaume wangapi, wanamke wangapi? Wanaume ni 3, wanawake 5 plito. Wanaume 3, wanawake 5. Hivyo wote wako nyumbani? Kuna wenye wako nyumbani na hawako nyumbani. Ndio, nikijaribu kurudi nyuma kidogo kupita Facebook, kupita kama mitandao fulani tumeona imetangaza kusema kwamba kesho na concert. Ni concert ya kuhusu nini? Tuko na journée spéciale kesho, ni ya sifa na kuabudu Mungu na kumsifu Mungu. Yes, ni siku ambayo ya kumwabudu Mungu kama kumwabudu Mungu kama nilivyoambia kila siku Saturdays and Sunday nakuta watu wanapanga ma event fulani za kumfurahisha Mungu, si ndio? Kwa siku leo tuko pamoja na Nyota ambaye ameandaa kipindi kizuri sana. Si kipindi, ni concert ya kumwabudu Mungu, si ndio? Na hii concert umeandaa mwenyewe au kuna watu ambao wanakusupport mnafanya pamoja? Sikuandaa peke yangu. Kuna wengine ambao wako pamoja wananisupport kwa kusema hii kitu kifanyike. Lakini head kama kichwa cha concert ni nani? Yeti Nyota. Yeah.
Yes, unasikia ndo kichwa cha concert ni concert ni nani? Ni Nyota. Na nikirudi nyuma kidogo wanasema Nyota. Ukisikia Nyota wanasema star. Yes, hata hivyo tukijaribu kutia kwa roho ya Kiingereza wanasema kwa sababu tuko pamoja na star wa master, si ndio? Ameanda concert. Yeah. Nikijaribu kufikiria kidogo ukiona wengine mabinti wa umri wa kwako unakuta wakifika miaka hii ni ambapo wakati wanaingia dance za kidunia unakuta wanafanya mambo fulani. Kwa nini wewe umeamua yani kama kumsave kumtumikia Mungu? Jambo kumtumikia Mungu ndo anasemaga mu Kirundi eti ngo si vyavose. Yani umechaguliwa ni kama Mungu amekuchagua wewe Nyota, nenda njoo umfasi wangu asio? Ya ndo hivyo. Afu ni advantages ni utaweza tuambia nini wakati unamtumikia Mungu, unamsave Mungu, unajisije? Wakati niko ku stage nikifanya hiyo kazi ya uimbaji nikimtumikia Mungu, kivyangu najisikiaga niko bien sana. Yani napenda sana hiyo kazi na naipenda sana kuifanya, na ndio kwa maana kama niko naifanya najisikia niko bien sana. Ulishafanya kama ushatunga kama nyimbo zako za kumtukuza Mungu? Ya, piko nyimbo ambayo nimetunga lakini kingaliki mu studio bado haijatoka. Ushatunga nyimbo ngapi? Ni moja. Moja tu. Na zingine ziko njiani. Hata na zingine zipo njiani. Tuambie nini hasa kama ni objective ya hii concert. Umeenda kwa sababu ya nini? Kwa sababu kila kitu kwa kinaandaliwa kwa nia fulani. Kuna nia fulani ambayo umeituma mnaandaa hii concert? Ya, kuna nia fulani ambaye tumependezwa tuiandae. Kitu cha kwanza ni kwa sababu tulikuwa tunataka kwa sisi wa vijana gisi tumeiandaa. Kuna wengine wa vijana ambao nakutana hawajui vitu ya kusema kumwabudu Mungu. Sasa utaweza kukutana kupitia sisi wengine wa vijana tukavutia wengine kusudi waje kumtafuta Mungu, kuja kutumika kazi za Mungu. Na kingine ambacho kimesababisha kusudi tuandae hiki kitu ni kwa sababu tunahitaji eglize yetu na yenyewe yani inuke. Kwa maana maeglize za mingi unakutana wanafanya vitu, wanaorganize tu ya majournée spéciale. Cha kwanza unakutanaga ni kwa sababu sifa zimrudie Mungu, na kingine unakutana ile eglize ya kama ilikuwa ya chini yani yende inainuka polepole. Lakini ukirudi kusema kama church yenu sasa ni kwa sasa unasema tunahitaji tuinue church yetu. Church yenu iko chini au umepanda iko juu? Tazama nikasema kuwa iko juu lakini tunataka iongezeke na izidi tena kuongezeka. Yani muongeze wafuasi au sio? Yeah. Kama nilivyosema, afu kuna swali moja ambalo najiwaza kwa sababu unajua hivi tuko wakati ambao tunaita wakati wa miaka mwisho, ni wakati ambapo unakuta shetani anamkokota kila mtu yote, na sana anafanyia watoto wadogo kama sisi tungali wa vijana. Ishafika kama wakati fulani ukawa nasema hivi ni kama uko temptation, ukawa umekogotwa na kufanya kitu kibaya au ukawa umeingia kwenye niseme vipi, ni kama hivi unajua wewe ni kijana, si ndio? Wewe ni kijana ila ishafika wakati unajisikia kwamba shetani anakukokota kufanya kitu kibaya. Sisi sote nikizani tuko wanadamu na mimi pia niko mwanadamu na vaa mwili. Inaweza vikafika, lakini ni kwa sababu ni ile nakutana mtu kama umepokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako ndani ya maisha yako, kuna vitu fulani unakutana wewe Mkristo, unakutana Mungu anaenda na kuepusha maisha yako. Kuna wenye utazuka fanya na wenye uzuka fanya. Sasa tunataka message gani ambazo uzipendi kwa simu yako? Message gani? Message gani waga upendi? Mimi mtu akinisendea message kama hii si waga sipendi kwa simu yangu. Mtu kwa kusema akuongeleshe nikizani kuna maneno fulani wewe unakutana mtu hapendi labda wamuongeleshe kwenye simu. Na tunapenda kama maneno gani? Unajua kama maneno inazidiana maneno. Kwa mfano mdogo tu. Tuandaje tujue. Unajua kuna zingine maswali unakutana uwa mtu anakuuliza kwenye simu. Kama swali gani? Unakutana swali ni ya kukutoa uwepo wa Mungu. Tunataka tujue hizo maswali afu wale wanatusikiliza waseme mimi ukiwa unamtext Nyota mwambie usimsendie message kama hizi. Kwa gesi mimi niko kijana na kuna wengine marafiki zangu ni wa vijana lakini bado hawajaokoka.
bon soit tutaweza kukutana wananiandikia message sijui piko show fulani sijui twende hivi na mimi hivyo au aspendi. Yani wakileta zingine mada kama ya bana na concert utajibu. Yani si ndio hivyo? Kweli kabisa. Alafu kwa sababu tumekuta mnafanya kazi, alafu mnafanya rehearsal, kama ndio kitu kama advice ambayo tunaweza kuwapatia wengine wa vijana, ijapokuwa na sana hao tunaita wa kike ambao unakuta sometimes wako ambao wanafanya mambo mabaya, unakuta kwenye muziki wa kidunia, unakuta wanafanya mambo si mazuri. Kitu gani hasa unaweza kuambia kama advice? Gisi nimekwambia kuwa si vya bose, na kuna wale ambao unakutana kwa kitu ambacho nitaweza nikatoa shauri kwa kuhusu vile ambavyo wanafanya. Kwa kumoja upande nitaweza nikasema labda wanafanya kitu ambacho hawajui, na kwingine upande nitaweza nikasema kuwa wanafanya kitu ambacho wanajua kabisa. Na nikichukulia kwa kusema wanafanya kitu ambacho hawajui, ni wale unakutana kanisa usiwaulizi, yani hawataki hata kusikia maneno ya Mungu, hawataki kusikia chochote kile, vitu kama na hivyo. Na kuna wale wengine unakutana wanavifanya lakini wanasikia na neno la Mungu, wanajua kwa hiki kitu ninakifanya, najua kama nikosa ni kibaya, lakini huwa unakutana tu anakifanya. Yes, unaweza kawashauri nini sasa? Tunataka shauri kutoka kwa Nyota. Sasa nikawashauria kuwa vitu ambavyo wamo ndani si vitu vizuri, na kwa kumtumikia Mungu kuna faida. Kwa kumtumikia Mungu bavuga ati ngo suruhombo, haiko ruhombo, hapana. Bon, shauri ambayo nitaweza nikawapatia na washauri kuwa vitu ambavyo wako ndani, kwa kusema waambie mtu aache kitu direct inakuwa ni vigumu, lakini nitaweza nikamwambia kuwa wapunguze pole pamoja na Mungu ataza kawasaidia na wakabitoka ndani, kama ni matabia fulani ambazo wako nazo au kama ni vitu fulani ambavyo wakifaa. Asante sana Nyota, tumeongea mengi sana lakini ni kama tumesahau kidogo kitu ambacho kimetuleta, lakini ni vizuri kujua mengi kutoka kwako. Kitu ambacho nilikuwa nataka nikuoji, tunajua kama kesho na concert ya kumwabudu Mungu. Tunataka sasa uambie watu kama ni koroga Kiswahili, kama ni koroga Kirundi, waambie kesho tuna concert, yani tegemea nini, afu kila mtu atasikia kwamba kukosa kwenye concert hii amekosa kitu kikubwa sana. Bon. Na wakati tunaongea unaangalia kule, kunaambia wale watu kesho tuna concert yao, sio? Okay. Unaanza koroga Kiswahili afu unaenda koroga Kirundi, kila wote waweze kusikia. Okay. Bon, shalom. Naisha sorry. Okay. Shalom. Mu bisanzwe nitwa NYOTA Pretty, ndakijijwe kandi ndakunda Yesu. Sengira kuri eglise yitwa Pentecote Bethel, aha muri Mukamenge muri quartier Hea 3e avenue numero 22. Hamananisha kanda batumire kuri evenement dufite jo izoba izoba ari umunsi udasanzwe, izoba ari umunsi wo guhimbaza no gutazira uhoraho, kandi murahawe kaze. Yes, mshasikia yani kuingia ni kwa bure. Si hela. Kuingia ni kwa free. Free. Yes, mshatumia kama nilivyosema Nyota, tunasema kwamba this is Homewood TV, tuko pamoja na Nyota, na asante sana kwa umetukaribisha vizuri. Asante na nyinyi. Yes, thank you so much, na nadhani kata kesho tutakuwa pamoja. Kesho tutakuwa pamoja. Yes, neno kidogo naambia waandishi wa habari wa Homewood TV. Nawashukuru sana kwa hiki kitu ambacho mmejitolea kwa kukifanya kwa ajili yangu. Mungu awabariki na nafurahi sana tena, kesho karibu. Asante sana. Yes, ilikuwa Homewood TV, na kukumbuka kwenda kurasa kwetu wa Facebook, kwenye Instagram au Twitter, au kikumbuka kwenda YouTube fanya subscribe na notification, au uende comment au like, na kumbuka kushare kwa marafiki zako. Kumbuka waambie kwamba Homewood TV inakuja kwa nguvu ya mkasi, na kumbuka tulikuwa pamoja na nani, tulikuwa pamoja na Nyota Pretty. Yes, ujaribu kumuona, alikuwa ni pretty kabisa, amebarikiwa na Mungu. Asante sana. Yes, niseme siku njema. Yes, thank you so much.